hadi 20. Tunasoma 15, 19 na 20 vile. Nani ambaye amepata uwezo kusoma? Petro wa kwanza 1:15. Maneno ya Mungu nasema hivi. Nasema nini? Lakini kama yeye ambaye aliwaita ninyi ni mtakatifu, lakini kama vile Mungu aliyewaita na Kristo alivyo mtakatifu, nyinyi vile vile muwe watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa sababu aliyewaita ni mtakatifu. Katika tabia zenu ninyi nyote muwe watakatifu. Maana imeandikwa, kwa sababu tayari imeishaandikwa kwenye maandiko matakatifu kwamba tuwe watakatifu. Kwa kuwa mimi ni mtakatifu, kwa sababu Mungu aliyetuita ni mtakatifu. Na kama mkimuita Baba, na kama Mungu ni baba yenu, yeye anayehukumu kila mtu pasipo upendeleo, na yeye anahukumu kila mtu, anamlipa sawa sawa bila kufanyia huyu tofauti, kwa kadiri ya kazi yake. Analipa kila mtu kama ilivyo kazi yake na matendo yake. Mwendelee na woga katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni. Kanisa la Victoire, muendelee kuogopa Mungu kwa muda ambayo mtamaliza hapa duniani, mkijua mumekombolewa, muweze kuweka ndani ya akili zenu kwamba Bwana amewanunua, si kwa vitu vinavyoharibika, hapana kwa vitu yenye naweza chafuka wala kuharibika, kwa fedha kama vile fedha au dhahabu, wala dhahabu ambayo watu wanajitapia, mupate kutoka katika mwenendo wenu. Bwana ametukomboa kwa damu ya damani ili tutoke katika tabia zetu za zamani, mwenendo wenu usiofaa, zisizofaa, mliopokea kwa baba zenu, ambayo tulirithi kwa Adamu na wazazi wetu. Lakini kwa damu ya damani, Bwana ametuokoa hasa kwa damu ya damani, kama ya kondoo asiye na kilema. Na yeye alitukomboa kama kondoo ya Mungu inayoeneza shuti za kuwa sadaka kamili bila ulemavu, wala alama, wala haina dalili ya ulemavu. Damu ya Yesu Kristo, ile inaitwa damu ya Yesu Kristo. Makumi nasema hivi, ndiyo, naye amejulikana kweli mbele ya kuwekwa kwa misingi ya dunia. Na Yesu Kristo alikujulikana kuwa yeye ni kweli kabla misingi ya dunia haijawekwa, lakini amefunuliwa kwa mwisho wa nyakati kwa ajili yenu. Amen. Yesu huyu hakuonekana mbele, alichunga kizazi chako chianze ili kwamba uweze kumwamini na kuokoka. Unaweza kumchapia Bwana makofi. Amen. Bwana pewe sifa sana. Amen. Somo yetu ya leo inasema namna ya kuweza kuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya kuweza kuishi maisha Bwana asaidie sana. Na Bwana alipojitoa juu ya msalaba, kitu cha kwanza Kristo alichokifanya, aliturudishia ile hasiri tuliyokuwa nayo tangu zamani, ambayo ndani yake sasa kuna matumaini na hali ya utakatifu tunayoipata, kwanza kwa njia ya imani, pili kwa kupokea Roho Mtakatifu, tatu kwa kuenenda katika upya wa roho. Tunaweza kumchapia Bwana makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa ambapo tunasoma ni kwenye hii barua ya kwanza ya Petro, ambaye ni mtume, ni mmoja wa wale tenashara. Tenashara signifie 12 kwa Kiebrania, yani mmoja wa wale 12. Na Petro anapoandika, ujue ni nani anaandika. Petro anapoandika ni tofauti na jinsi wewe unaweza andika. Petro anapoandika ni tofauti na wengine mitume kidogo, kwa sababu kwanza ni mtu aliyeishi na Kristo, akamuona
na wakaenda naye. Lakini pia pili, Petro alikuwa mwanafunzi mpendwa wa Kristo, yeye na Yohane na Yakobo mtoto wa Zebedayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia Petro aliweza kuasiste maisha ya Kristo, kujeneze yake mpaka Kristo alivyomuita na jinsi Kristo alivyotundikwa, na tulimwona akikana, lakini pia akiweza kutubu kwa sababu alikana. Lakini pia tunamwona Petro akiendelea kukutanana na Yesu hata baada ya ufufuko. Ina maana Petro akituandikia kuhusu Kristo, anayoandika ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alimuona, aliishi naye, na Yesu alimweza kumwambia wewe ndiye Petro. Na baada ya kujilia na kugundua kwamba Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai, Yesu alimwambia nitalijenga kanisa na wala milango ya kuzimu haitalishinda. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Petro alipewa funguo ya kuweza kufungulia watu waingie wala wasiingie. Bwana msaidie sana. Sasa huyu ambaye ninakuambia aliyemjua Mungu na Yesu Kristo namna hii, ndiye anayetuandikia. Amen, amen. Ndiye anayetuandikia, anasema hivi: iweni watakatifu kama Baba yenu alivyo mtakatifu, kwa sababu imeandikwa mtakuwa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme jambo hapa. Kitu kinachomtenganisha mtu na Mungu sio elimu, sio kwamba umesoma sana wala haujasoma sana. Kitu kinachomtenganisha mtu na Mungu sio lugha, sio kabila, sio rangi, au kwamba uko mzungu au uko mweusi, sio nchi, bali zako. Bwana msaidie sana. Kinachomwachanisha mtu na Mungu mpaka Mungu hataki akuangalie sio umaskini, lakini ni dhambi. Ndiyo maana akatuwekea maisha matakatifu kama vazi na kuturekomande tuendelee ndani yake. Ndiyo maana tunapoamini, Bwana anatupatia ile utakatifu kama vazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye dini zetu nyingi hapa unakutana watu wanavaa manguo za kureflete utakatifu, wakienda batizwa. Hata hapa tuko nazo, watu tunavalisha watu marobe za mweupe. Juu ya nini? Tunazivalisha juu ya nini? Tunavalisha marobe za mweupe juu ya nini? Kutoweza kufananisha utakatifu. Unafika ndani ya vyumba vya maombi, unakutana watawa wanavaa marobe za mweupe, wakitaka kuonesha kwamba mbele za Mungu kinachoingia ni cheupe, hata malaika wenyewe ni weupe. Sasa kinachoshangaza, watu wengi wanavaa zile vazi za mweupe, robe za mweupe, lakini wanakataa weupe wa moyo. Bwana msaidie sana. Na tumeziona hata kwenye dini ambazo hatataza jina, kuna wadada wanaojitolea kwa kazi ya utawa. Sio vibaya, lakini kama wanabadilisha nia, pale ndio mbaya. Lakini kama wanaisema, wanaianza na wanaishi katika ile, iko vizuri, na ile inamaanisha tu utakatifu. Sasa Bwana ametuambia sababu inayotufanya tuishi maisha matakatifu ni kwa sababu Bwana ametuzaa
ametuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuzaliwa na wazazi wetu wa pili, tulipokomaa tukasikia Injili, Bwana anatuzaa, Mungu anatuzaa kwa kuzaliwa kunakotokana na Injili, na ile ndio tunayoita kuzaliwa mara ya pili. Na hii kuzaliwa mara ya pili ni muda ambao unasikia habari njema ya kwamba Kristo aliwezaka kufa juu ya msalaba, akakufa kwa ajili yako, na ile kazi aliyoifanya unaipokea kama sehemu ya kazi na rehema za Bwana. Mara unapoitika ile neno, unapata transformation, unageuzwa nia yako, na mara moja unazalika na Mungu. Unaweza shangilia kwa ajili ya ile neema, na Bwana aweze kufanya ile kazi ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anasema alituzaa. Wazazi ambao wako hapa, utaniamini kwamba hakuwezi kuwezekana kuzaa bila mbegu ya uzazi. Bwana tusaidie sana. Kama kuna kuzaa, ina maana kuna mbegu ya mwanaume inayofanya mtoto azaliwe. Haleluya. Kama ukuzaliwaka labda utaangalia chini. Sijui unaogopa nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Mungu kama Baba naye alituzaa, na katika kutuzaa ameleta mbegu ya Injili. Na ile mbegu Yesu alipokuwa anafundisha alisema mfano yake ni kama punje ya haradali ambayo inaweza pandwa ndogo, lakini ikikomaa inakuwa mti mkubwa ambayo ndege wanaweza tua juu yake na wengine wanakuwa chini yake kwa kivuli wakiweza kutulia. Na ile ndiyo maana ya wokovu, kwamba tunapookoka tunaendelea kupanuka ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ametuzaa kwa mbegu ya neno lake, naye anatofautisha. Epoke hapakukuwa hii pesa ya karatasi, kulikuwa dinari. Sasa Biblia inatofautisha wokovu na dhahabu au argent, ikionekana kwamba dhahabu kwanza inaweza pita kwenye moto, na kama ni dhahabu kweli haitateketea. Utofauti ni kwamba dhahabu itakuwa safi sana baada ya kupita kwenye moto, lakini pia argent nayo haiwezi teketea. Sasa Petro anatuonesha wokovu tuliyoipata haiwezi linganishwa na dhahabu, haiwezi linganishwa na fedha. Yaani dhahabu inaweza tena haribika. Itaharibika namna gani? Ikipewa mjinga, ikitupiwa kwenye tupiwa, haifai, haifanye kazi. Argent mwenye iko nayo anaweza kufa, lakini wokovu inaanzia kwenye maisha tuko nayo na inaendelea mpaka turithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Mbegu tuliyopandiwa kwa hayo ni mbegu ya neno la Mungu ambayo ina uwezo ya kugeuza nia zetu, ambayo iko na uwezo ya kuachisha mtu uasherati. Neno la Mungu liko na uwezo ya kuachisha mtu ukahaba. Neno la Mungu liko na uwezo ya kuachisha mtu roho mbaya, ya kumachisha fitina, imugeuze awe mtu wa Mungu mtakatifu. Bwana akugeuze uweze kuwa mtakatifu. Amen. Na andiko alisema kwenye Waebrania, na leo ukisikia sauti ya Bwana usifanye mgumu moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanaacha kuamini kwa sababu hawajui thamani ya wokovu. Yesu ametuonya kwa kinywa cha Petro, iweni watakatifu. Unalazimishwa baada ya kupokea wokovu, tunalazimika kujiheshimu kama Wakristo, tunalazimika kutembea na nidhamu, tuwe na discipline. Mkristo asemake kila
Mkristo ashirikianake na kila mtu, maana Bwana amesema msifungie nira fasi moja na wasioamini. Hata marafiki zako lazima uwatofautishe, maana Bwana amekubadilisha uwe upya wa moyo. Lazima mjue utashirikiana na nani, tofauti na nani, utaacha nani, utakuwa na nani, uweze kuwa Mkristo anayekomaa. Mchapie Bwana makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Utakatifu kabla uweze kuwa nayo kama maisha, lazima ulipokee kwanza kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume ambao wako huku, mpunge mikono yetu juu. Wanaume, asante sana. Wanamke, kama hakuna nafasi moja kwenye hiki, basi bapede wafanye hivi. Bwana tusaidie sana. Nataka eleza nini wakati tunasema wanaume? Nani alifanya kama mwanaume? Hakuna wanaume wanataka kukuza. Niona akili hapa. Asante sana. Nani alifanya kama mwanamke? Mungu ndiye alifanya kama mwanamke. Asante sana. Jua nini, siku moja haujaweza kaingia mkonfusion, nasema haiwezi kuwa Mungu kama siku ya mwanamke. Kwa nini haujaweza confront useme eske kweli? Eske vraiment? Eske mimi nakuwa kama mwanamke? Nani anayefanya watu watakatifu? Sikuseme nani anasema tukue watakatifu? Juu ya nini unaamini kama ya kuwa mwanamke hawezi kudanganya, lakini kuwa mtakatifu kusafia haiwezekana? Esko unajua Mungu Bwana amesema baada ya kutuokoa tulipoteza uzao wetu wa kwanza, naye akaturejesha ile uzao, akatufanya kizazi chake. Na ile Yohane 1:12 nasema wote waliompokea aliwapa uwezo ya kufanyika watoto wa Mungu. Chapia Bwana makofi. Na Yesu asifiwe. Ingekuwa mzuri kama mtu anaomba uwe unajua identity yako. Kama unaenda kwenye ibada unaingia kama nani? Uingie kama mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pointi yetu ya kwanza na njoo ya mwisho inasema namna ya kuweza utakatifu. Soma Ezekiel 36:24. Pointi yetu ya kwanza na ni moja tu, inasema namna ya kuweza utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya kuweza utakatifu. Tusome Ezekiel 36. Tunasoma mstari wa 24 na 26. Karibu kwa usomi. Ezekieli 36:24 inasema hivi. Inasema nini? Kwa sababu nitawatwaa nyinyi katika mataifa na kuwakusanya nyinyi toka nchi zote. Bwana anasema nitawatwaa katika mataifa nami nitawakusanya watu wangu taifa katika nchi moja, nami nitawaleta nyinyi kwa nchi zenu wenyewe. Nitaweza kuwaleta katika nchi zenu wenyewe, ndio, na nitawanyunyizia nyinyi maji safi. Kitu ya kwanza Bwana anayofanya anapotuokoa, anatunyunyizia maji safi. Chapia Bwana makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anapotuita, kitu cha kwanza anachokifanya anatutakasa. Sema kwa kinywa chako, anatutakasa. Sema sasa, ananitakasa.
Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kwamba Bwana anapotakasa ni tofauti na wanadamu wanavyotakasa. Haiko jinsi unasukulaka masahani. Bwana anapotakasa ina maana anachange forme, anachange identite, anachange histoire, anachange mutu, anakuwa mtu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Anafanya kitu kingine. Naendelea nasema hivi, na mtakuwa safi. Na kama Bwana amekutakasa utakuwa safi. Nitawasafisha nyinyi kwa uchafu wenu wote na sanamu zenu zote. Bwana atakusafisha. Mara unapoamini, Bwana anakusafisha na kila aina ya dhambi yenye ulifanyaka zamani. Ulisemaka uongo, uliwezaka iba, uliwezaka zini, uliwezaka loga, ulikula watu, ulipitisha mamimba. Unapoamini Injili, Bwana anakutengeneza. Na niwaambie, hakuna dawa ambayo unaweza kunywa isafishe dhambi zako. Hakuna mganga anaweza kukufanyia operation alafu atoshe mwizi mwele. Hakuna mganga mwenye anaweza kufanyia operation atoshe bongo roho yako. Lakini damu ya Yesu na ile maji iliyotoka ndani ya mbavu za Kristo, unapoiamini inapenya ndani ya tabia. Chapa makofi zaidi ya jirani yako. Sema, Bwana unibadilishe. Sema tena, Bwana unibadilishe. Sema, uendelee kunibadilisha. Sema kwa sauti kubwa, Bwana unibadilishe. Bwana unibadilishe. Unitengeneze niwe mtu mwingine. Pokea ile neema katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu anaweza kubadilisha moyo ya mwingine. Hakuna mtu anaweza kubadilisha tabia ya mwingine. Tumeikalisha watoto katika familia, unamshauria hasikii. Ukimaliza sema, inakuwa kama umemwambia afanye zaidi. Lakini anapompokea Kristo, anapenya ndani ya moyo wake kwenye eneo la maamuzi yake. Bwana anamuongoza, na ile eneo ndio unaitwa kumtegemeza Mungu. Mpe Bwana ikale pale kwenye eneo la maamuzi ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anapotuita anatutakasa. Ndio 16 nasema hivi, nitawapa nyinyi moyo mpya vile vile. Bwana anaambia wana wa Israeli, muko Babiloni, nitakapowarezesha katika nchi yenu nitawapa moyo safi. Bwana Yesu asifiwe. Chapia Bwana makofi. Haleluya. Bwana anasema nilishawachunguza kabla hamjaokoka, roho zenu zilikuwa mbaya. Unapoamini unakuwa changement de cœur. Haleluya. Zaidi ya kumpa mwanaume moyo, uipatie Mungu. Amen, amen. Usipatie mwanaume roho yako. Wabinti, mlishakosa na mtapatia mioyo, mwiletee Yesu. Sababu pale wanaume atakudanganya, atakuoa na atakuoa. Ule mwanaume anaweza kufa, ule mwanaume anaweza safiri, ule mwanaume anaweza bebesha mimba fasi nyingine, lakini Yesu ukimpa moyo ataitunza. Chapia Bwana makofi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wamepana mioyo yao kwa watu wengine, ndio maana mnalia usiku na mchana, hamsinzie. Umepana roho zenu kwa watu wasiojua thamani ya mioyo. Umepana mioyo yenu kwa watu wasioweza tunza mioyo. Mmewawekea mafikiri na akili, na Bwana alisema alainiwe anayemtegemea mwanadamu na anayemfanya mwanadamu kuwa kinga lake. Na ndio maana ukitaka ndoa yako iwe na salama, mume wako awe amemjua Mungu, itakuwa na amani. Mke wako awe amemjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wadada mlio hapa na wakaka, msijiprecipitate. Bora kubakia haujaolewa kuliko kuolewa na mpagani mwenye hata usubuhu gani na pupa, kwa sababu haujaonja mnyumba.
mwanaume iko na kunukia na hauna jinsi utatoka na umeshazala watoto sana, utababeba wapi? Anavuta tumbaku, unakuwa na wewe mvutai mwehauze tumbaku, unakuwa navutia mkinwa yake unakuwa navuta na haupendi, kwa faida ya kusema nisemeke kwa jina lake. Kama ungetaka kujua habari za gisi utakamata angashima, wende onana, wende ukamate angashima na kupagani gisi unapenda kuolewa na wenye hawaokoke, wende ongee na mamamu moya mwiko na kupagani, kisha ile magharibi ukamate maamuzi. Shida sababu lishaanza tia kulikulu yulu wa muziki yake. Sasa ndio wanawakataza huyu hajue Mungu. Hajue Mungu. Unasema mbona na lelako mkanisa hawamjui. Niwaambie utofauti. Mtu mwanaingia mkanisa anakuwa na dhamiri kidogo, hata kama hayakamilika, tofauti na mpagani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tukamata mfano jene mwenye iko hata kama hayakamilika vizuri, pengine ni mazingira ya kwao wala hayakamata angashema, hayapenda. Lakini tuseme hivi, kama mtu kama ngombe iko na kamba mguu, alafu ile kamba ni ndefu, alienda kulia mayani kuhewa bora, lakini iko na nini mguu, kamba anaweza rudia, hawezi rudia. Sawa, ule ni jene wa mkanisa. Jene mwayangi yake mkanisa hana mokamba, akienda burute mayani kanutu anatute mpaka mayani inasema kuko mwanaume iko hapa Kalindi, hapa Kansisi, hapa Kansisi kulipita mwanaume, hakuna kama, yani hakuna matumaini ya kurudia kwake. Lakini mtu ambaye ameingia mkanisa awa majene, kuko wakati yenye anaweza kuwa alishaka toka mkanisa kweli akaanza kunopoa, lakini siku moja akaanza jiuliza, hii primise hivi na nyonda makiaka biere sana. Angalia majogo benye nani Safiri shadibisha mlongo na kuifanya na kuimenya, anajiangalia nani kindo na kuwaka, asema hata cha kwanza ndio mchungaji nisikie kama Mungu anaweza nitika tena. Lakini ule mwenye ile ndio maisha yake. Niwaulize, ushaka sikia mtu mwenye mtu mwanakuachi aseme alianguka kama niko hivi, inaweza kuanguka mwenyewe anaanguka, maanake alikuwa anafanya nini? Sasa nyie bale benye mko nao benye hawaokoke wanaanguka, ile ndio maisha yao, msishangale. Bwana msaidie sana. Hivi tunasema mara tunapokuwa kwa Mungu tusishakie kazi ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amefanya kazi ambayo inaenea kubadilisha roho ya mwanadamu. Na niwaambie, kazi ya msalaba ikirate kukubadilisha, kuisha habari yako. Kama tu unaingia hapa haubadilike, umemaliza, hakuna, hauwezi enda soma kwa Yesu ikubadilisha, hauwezi enda soma mwedape ikubadilisha. Ukimaliza somo la Kristo usikie kitu basi tena. Ndio maana tuamini kazi ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Maana tukiacha hatuna msaada mwingine. Nami nimesema, Yesu nimekukamata, nitajiagroshe kwako, nitakukaza. Sie hatuna bandugu wala msaada, na Yesu akituacha ndio tunaimbwa, labda na wewe uko kama mimi. Bwana Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Kristo, usimpane tu kwa hapa kwa jinsi anaweza kuponyoka, lakini kaze iwe maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mchapie Bwana makofi na mjelege. Bwana pewe sifa sana. Soma shairi mpya. Ndio nasema hivi, nitawapa nyinyi moyo mpya vile vile. Nitashanje roho zenu niwape roho mpya. Uliza mwenzako, umeshakuwa na roho mpya? Wale makanisa uko na mkutano mnayala batia roho mbaya hivi. Yesu umeshakuwa na roho mpya. Pengine anakukamata deni hawezi tena kukulipa, anahama.
usipo mnapatia madeni yenye hamjue. Makanisa ziko infiltrate. Kama uyajua kwa mtu asichezee biashara yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mbone unamchukia ndugu yako kwa sababu ya jinsi Mungu alimuumba? Ezi tushakapata roho mpya. Leo usitoke hapa na una roho. Ndio. Amen, amen. Ndio. Nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nitabanyanganya roho mbaya, nitatia ya mpya. Na nitaondosha moyo wa jiwe toka mwili wenu. Kwa sababu mioyo yenye mko nayo ni ya mawe. Hamsikie shauri, hamuonyeke, hamsikie uoga ya kitu, hamuone dunia inaenda wapi. Bwana anasema nitababadilishia ile mioyo, nitatosha ile moyo ya majiwe, niwape mioyo ya nyama. Ndio. Na nitawapatia nyinyi moyo wa mwili. Nitawapatia moyo wa nyama. 17 nasema, ndio. Na nitaweka roho yangu ndani yenu, nitapulizia uzima wangu ndani yenu, na kuwatembeza nyinyi kwa sheria zangu, na nitawaongoza kwenye maagizo yangu, na mtachunga hukumu zangu na kuzifanya. Amen. Na nitaweza kuwawekea uwezo ya kutenda sawasawa na neno langu, ni neno la Bwana. Mchapie Bwana makofi na kelele. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mkristo haiwezi tosha mtu kupenzi roho imufikishe mmoja na kuendelea, haina maana kuamini. Kama injili haina uwezo ya kushanje, basi haiko injili ya kubadilisha mtu. Kama haina uwezo, lakini kwa sababu ni uwezo ya Mungu. Haleluya, ni uwezo ya Mungu. Unapoiamini na kubadilisha. Huyu Mungu ndiye aliyetoa ahadi kwa Israeli kwamba atawatosha katika nchi ya Babeli na atawapa tena nchi kama vile alivyotuahidia. Tukisha mwamini, baada ya kushinda dunia tutarithi uzima wa milele. Utafanya mambo haya. Amini kwamba Mungu ametukusanya na kutufanya kama taifa moja. Chapia Bwana makofi. Amen, amen. Bwana ametufanya taifa moja, tofauti na dini na mila na ukabila wetu. La pili, Bwana ametutakasa kwa maji safi na uchafu wa sanamu. Usudi tupate nini baada ya kutakasa? Tunapata nini? Tunapata nini kabla ya uzima ya milele? Tunakuwa namna gani? Tunakuwa namna gani? Tunakuwa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ametupa moyo mpya tofauti na moyo wa majiwe. Ametupa moyo wa nyama ili tuwe namna gani? Ametupa moyo mpya ili tuwe namna gani? Jibu ni moja. Ili tuwe namna gani? Ili tuwe watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ametushanje moyo ya jiwe ili tuwe watakatifu. Ameweka ndani yetu Roho Mtakatifu. Jina la Roho linaloongezeka hapo mtakatifu, ina maana anakuja na asili ya utakatifu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ametupa Roho wake ili kwamba tuwe namna gani? Ili kwamba tuwe namna gani? Bwana ametupa Roho wake ili tuwe namna gani? Ili tuwe watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ile verse ya 28, mtaishi katika nchi niliyowapa baba zenu. Nasi Bwana ametupa nchi ya mbingu ili kwamba tuweze kuishi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Uweze kumaliza somo hili na Mathayo 25:31. Mathayo 25:31. Ukiweza kumalizia pale. Lakini pia Bwana alisema kwenye ile Yuda kwamba wale watu walio sita kwenye Yuda 1:5, watu walio sita
walikufia njiani, hata kama walikuwa wametoka Misri, lakini walivyoshindwa kuamini waliweza kubaki njiani. Mtu anaweza kuwa ameingia kanisani, kama anashindwa kuamini Injili ataenda jehanamu. Usomee neno lile tuweze kumaliza somo hili. Mathayo 15:31. Maneno ya Mungu nasema hivi. Ndiyo. Lakini wakati mwana kama mchungaji anavyotenga kondoo na mbuzi, naye atatofautisha kondoo na mbuzi kama vile mchungaji anavyofanya, na ataweka kondoo kwa mkono wake wa kuume, ataweza kuweka kondoo kwenye mkono wake wa kuume, lakini mbuzi kwa mkono wake wa kushoto, na ataweza kuweka mbuzi kwenye mkono wa kushoto. Alafu mfalme atawaambia wale kwa mkono wake wa kuume, na yeye kwa kuwa ni mfalme ataambia bene baka kwa mkono ya kuume, manake wale ni wanani? Ujeni watakatifu walioshinda dunia. Ndiyo. Atawaambia nini? Ujeni nyinyi mliobarikiwa na Baba yangu, mweze kuja kwa sababu mlibarikiwa, mlipokea baraka ya wokovu. Muriti ufalme mliotengenezewa, weze sasa kumiliki ufalme mliotengenezewa tangu kuumbwa kwa ulimwengu, ufalme ambayo inatokana na wokovu uliowekewa kabla dunia ilikuwa misingi yake haijawekwa. Kwani nilikuwa na njaa, kwa sababu kuna siku nilikuwa na njaa, nanyi mulinipa chakula, niweza kunilisha. Nilikuwa na kiu, nanyi mulinikunywesha. Nilikuwa mgeni, kwenu, nanyi mulinikaribisha. Na ninyi mulinikaribisha. Mtupu, nanyi mulinivika. Nilikuwa uchi, mkanipa mavazi. Mgonjwa, nanyi mulikuja kunitazama. Nilikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama. Nilikuwa katika kifungo, nanyi mulikuja kwangu. Nilikuwa prison, mkapia kunifanyia apostola. Alafu wenye haki watamjibu wakisema,